bure tu, kama ndivyo hakuna maana ya kuokoka. Maana anasema ukimwamini Bwana umepata vyote. Kwa hivyo endelea kumwamini Mungu na kumtumaini Mungu. Shida tu tunakuwa na haraka, mambo yanapochelewa moyo unaanza kuugua. Usiugue. Kuugua ni kumfanya Mungu asikie vibaya. Ni kama humwamini Mungu wako, atachelewa ama atawahi, wewe msubiri. Mungu atakuja kwa wakati na atakufutia machozi yote na atakupatia heshima, na ukitembea mbele ya watu wataamini. Sema amina. Na sina kusema amina tena. Wandugu, leo ni hayo mafundisho ambayo Mungu amenipatia, na mafundisho haya ya leo yatakujenga kuliko vile nimewahi kufundisha sasa hivi. Yatakujenga sana, na nitajitahidi nizungumze taratibu ili hata watu wanaochukua haya mawili unisikie vizuri. Yanasema agano la uzima. Tuseme wote, agano la uzima. Yes. Kitabu kile cha Luka, Injili ya Luka ile sura ya 2. Injili ya Luka sura ya 2 mstari ni ule wa 25. Injili ya Luka sura ni ile ya 2. Bwana asifiwe sana. Injili ya Luka sura ya 2 mstari wa 25 mpaka 30. Agano la uzima. Alikuwa anasema, na tazama pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake, naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Mstari wa 27. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyo desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mkononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako. Na wote tuseme amen. Amen. Tuketi. Agano la uzima. Agano la uzima. Agano la uzima. Neno agano maana yake mapatano. Neno agano maana yake makubaliano. Neno agano maana yake ni covenant. Neno agano maana yake tumeitikiana, tumekubaliana, tumefungana, tumeyafanya haya mimi na wewe, asiwe kwa kutangua wewe au mimi, inaitwa agano. Bwana asifiwe sana. Na Mungu mara zote huwa anapenda kufanya agano na wanadamu. Mungu hawezi fanya agano na malaika. Mungu anafanya agano na wanadamu. Mungu anafanyaga agano na wanadamu. Na Mungu hafanyaji agano na kila mwanadamu. Mungu anafanyaga agano na baadhi ya wanadamu. Baadhi ya wanadamu. Mfano mimi nina agano. Siwezi kuongea wazi sana, sababu ni siri yangu na Mungu. Na hata mambo ya kunisumbua na mambiaga hapa umesahau, na anakutana kama mwanaume na anashughulika. Bwana asifiwe sana. Hata nikipita wakati mzito sana, nikimkumbusha agano, anakuja haraka. Maana ametuambia katika neno lake nikumbushe. Sio kwamba anasahau, anataka tu ukumbushe ili ujue
ajue na wewe unalizingatia agano. Maana kama unalikumbusha, maana kama unakumbuka. Wewe kukumbusha kama umesahau. Kama tuko pamoja, sema Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho na hata mwili pia kuna kitu kinaitwa agano. Kuagana, kupatana, na kuna kitu kinaitwa agano la uzima. Sema amina. Mungu alifanya agano na Ibrahimu, agano la uzima. Ibrahimu akaishi miaka 170, wakati maandiko yanasema ni miaka 80 au 70. Yeye alivuta mpaka 170. Mzee ana miaka 130 na anaoa watu wengine. Watu na Ketura anapendelea kuzana na ukazaa kuna Midian, Amor, si wanana akiwa mzee. Bwana asifiwe sana. Na maandiko yanasema Ibrahimu hakuna mahali aliugua. Hakuna andiko yanasema Ibrahimu akaugua. Hakuna mahali panasema Yakobo akaugua au Isaka akaumwa. Hakuna. Kwa nini Ibrahimu hakuugua mpaka siku ya kufa? Yaani hakuna ugonjwa uliomuua Ibrahimu. Hakuna ugonjwa uliomuua Isaka. Hakuna ugonjwa uliomuua Yakobo. Lakini kuna ugonjwa uliomuua Elisha. Maana wanasema ugonjwa wake ukamuua. Unaona kile Ezekia waliugua mpaka wanatenda kumponya. Na wote wana watumishi wa Mungu. Mmoja anakufa kwa ugonjwa, yaani ugonjwa unamuua, lakini ana agano la kutumikia Mungu. Agano la kumtumikia Mungu liko pale pale, lakini hakuwa na agano la uzima. Semeni amina. Maandiko yanasema hata alipozikwa baada ya kuoza mifupa, maandiko yanasema marehemu mwingine aliporushwa ndani ya kaburi lake, maandiko yanasema alipogusa ile mifupa akafufuka, lakini huyu mfufua wafu na yeye hajafufuka, amekufa vile vile. Kwa nini? Hakuwa na agano la uzima. Maandiko yanasema Daudi akiwa na miaka 140 akakunja miguu yake kitandani na akakata roho. Hakuna malezi. Naomba leo. Hakuna. Yusufu aliishi miaka 110 akiwa mzee akafa. Na hawasemi akafa, alisema akalala. Mtu asiye na agano la uzima huwa anakufa, lakini mtu mwenye agano la uzima huwa analala. Semeni amina, haleluya. Analala, manake anaongea mpaka anapokufa. Maandiko yanasema Daudi akafuruliza kuongea na mwanae Suleiman na kusema, fulani alinifanyia kitu kibaya, usimwache aende kaburini kwa amani. Fulani alifanya jambo zuri, usimwache njaa iwe nyumbani mwake, toa hiyo njaa mpatie kufanikiwa. Fulani usiwe na ushirika naye. Fulani yule jitenge naye mbali, lakini fulani usiwe kumsahau kwenye ufalme wako. Fulani huyo siwezi kusema, wewe mwenyewe hekima yako inasema, lakini mimi alinitendea 1, 2, 3. Hilo nilimfanyia agano kwamba sitamzuru, lakini wewe mimi siwezi kukufundisha cha kufanya. Wewe una akili kuliko mimi, utajua cha kumfanya. Mzee anaongea, Biblia inasema alipomaliza kuongea akakunja miguu yake kitandani akalala. Mnilipia ng'ombe, wananizuia njia, mzee akalala. Ukiwa na agano la uzima, hata kama mbele kuna mauti, Mungu anakuambia mbele kuna mauti, hii safari usiende na hawezi. Kwa nini? Una agano la uzima. Nilipanda gari, Bwana akaniambia shuka, utasababisha watu wengi kufa, maana wewe utakufa. Akiwa anakuida wewe, akikukosa kamalizia sadaka, shuka. Nikashuka. Kwa nini shetani aniue? Kwa nini? Gari nilikaja nikapanda, akaniambia shuka. Magari matatu, vijana wapigalele wakanivamia. Sasa mbona wewe msumbufu? Unaenda wendi, hawajui wenzao wananusuru watu. Kwa nini? Nina agano la uzima. Semeni amina, haleluya.